harakati, tumekuwa na harakati ya ukombozi mara mbili. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikatoa utawala za ukoloni. Ukombozi ya pili imeleta katiba mpya. Ukombozi ya tatu ya kiuchumi, the economic revolution of Kenya, ndio ni sasa mimi nasema. Maana yake ukiona katika wimbo wetu wa taifa inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru. Lakini mishi nasema raha tupate na ustawi. Hiyo raha ndiyo hatujapata tangu uhuru mpaka leo, na ustawi. See, plenty be found within our borders. Hiyo ilikuwa itakuja kulingana na jasho ya Wakenya. Kuna bado waje nimalize hii swali, lakini ni muhimu sana. Katika taifa letu, uchumi wetu, karibu 70% ya watu wetu bado wanaishi kwa mashamba, huko shambani. Wanategemea mambo ya kilimo, wengine ni wafugaji na kadhalika. Vile uchumi wetu itakuwa na kuwa, watu wengi watakuwa natoka risabuni wanaingia kwa miji, rural urban migration. Sasa wao watu watakuwa wanafanya kazi na wanahitaji chakula. Mpaka tufanye revolutionize agriculture yetu, kwenye kilimo, ili tuweze kupata kuzalisha chakula ya kutosha ya kulisha taifa letu. Kwa sababu tunasema uchumi mashinani. And what we call smart agriculture. Ili watu wanaweza kuzalisha chakula kwa njia ya urahisi. Na vile vile hii mambo ya kilimo sionekana kama ni kazi ya uchafu au kazi ya watu ambao hawajasoma, hawajaenda shule na kadhalika. Tutaleta hii smart agriculture katika mashamba zetu huko nyuma. Na tena tunaleta kitu inaitwa value addition. Kuweka viwanda karibu huko ya kufanya processing ya vile vitu ambavyo vinatoka kwa mashamba huko. Na hapo wakulima wanaweza kupata pesa mingi zaidi kwa ile mazao yao. Upande mwingine kuna wafanyabiashara ndogo ndogo na hata wale watu wa jua kali na kadhalika ambao wanafanya jitihada, inaitwa micro small and medium enterprises. Hizo na kwanda